Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha kitabu chetu kutoka maktaba. Msimulizi wako ni mimi Fatia Bedi. Bado tupo kwenye kitabu cha Posa za Maana. Kabla ya kuendelea nitarudia kidogo sehemu iliyopita. Wewe Muna, umeanza kunitania sio? Mbona nywele zangu ziko poa tu? Ustadhi wetu akitukataza kukata mitindo ya nywele, alisema ni bora hata kuzifuga kuliko kuzikata. Mtume hapo hapo Muna alirukia. Rehma za Allah ziwe juu yake. Kisha Muniri akaendelea. Alikuwa anafuga nywele wakati mwingine, lakini hakukata mitindo hiyo unayoisema. Muniri bado alikuwa anajitazama kwenye kioo huku akizigusagusa nywele zake kwa viganja vyake. Kwani mimi nimesema yeye mtume wetu ndo alokata hiyo mitindo ama nimekuambia wewe umekata? Naona ushakuwa shehe kisisina sasa. Unahubiri lile ulilokuwa wewe hufanyi. Muna alizidi kumchachafia mwenzake. Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana. Eti Samira, mimi nimekata panki? Muniri aliona bora apate mtetezi. Wakati wote wa mazungumzo, Samira alikuwa na yake. Kainamia simu yake, hasikilizi wala hachangii. Samira, nakuuliza wewe. Muniri alirejea kwa sauti ya nguvu. Samira alinyanyua macho na akayalenga kwa Muniri. Unasemaje lakini? Mimi hata sisikilizi hayo maneno yenu. Na kazi yangu hapa. Samira alisema na kuendelea na yake aliyokuwa akiyafanya kwenye simu. Unaona Muna? Haya ndo yale nilokuwa nikikwambia sasa hivi kuhusu hii teknolojia na ubaya wake. Mtizame huyu Samira. Sisi tunazungumza hapa, yeye hayupo. Basi hapo pengine anazungumza na wengine walioko mbali, anatuacha sisi hapa wa karibu yake. Hili ni jambo jengine baya la mitandao ya kijamii. Inakuwa watu hawazungumzi tena na familia zao. Wanapitisha muda wao mwingi kuzungumza na watu wa nje. Wengine hata hawajui. Ni kama huyo Samira. Samira ghafla alizinduka. Akawacha simu na kumvamia kakake. He? Babu we vipi tena? Unajua nazungumza na nani na kwa sababu gani? Basi mie nasoma hapa. Nazungumza na Asha. Tuna kazi ya utafiti tumepewa chuo na yeye ananielekeza kitu. We jitetee tu, lakini ukweli ni huo. Muniri aliendelea kama kusikia sababu ya Samira ambaye aliguna na kuendelea. Hebu niambie tatizo lako nini kwani? Kwanza hapo uliponiuliza sikusikia kabisa. Ulisemaje? Alikuwa anauliza hizo nywele zake vipi? Mimi naziona kama mtindo wa kishore. Muna aliendeleza utani wake. We Muna, una maneno ya tulieni. Kishore ndo nini sasa? Hiyo inaitwa panki mwenzangu. Samira aliangua kicheko. Hayo mambo ya kishore na panki yalianzaje? Kumbe wakati wote huo tunazungumza wewe hupo. Kwani ukishika hiyo simu usikii Muna alimtazama Samira kama vile akimsusuika huku akijua atapewa lake muda si mrefu. Samira alisonya. Hebu niwache na wewe. Unataka kujifanya Bisauda sasa? Maana yeye kila siku na maneno kuhusu simu. Angekuwepo hapa, basi ungemsikia. Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana. Kabla Muna hajajibu, Muniri alidakia.
Haya ndiyo yale madhara ya simu na mitandao ya kijamii niliyokuambia. Ndo hayo umejionea mwenyewe kwa vitendo. Mtu tuko naye pamoja hapa, lakini yeye hayupo kabisa. Yupo ulimwengu wake na wengine. Basi fikiria huyo Samira ingekuwa ni mama hapo na ana watoto wadogo wanamtegemea. Ingekuwaje? Mtoto angelia mpaka akapasuka, lakini yeye angekuwa yumo tu kwenye dunia yake ya mtandaoni. Muniri alisema kwa matani huku akimzomea dada yake. We sasa unataka kujifanya sahaba eh? Si heri mimi kuliko wewe? Wewe na hao marafiki zako kibao wa kike unaochati nao. Samira alimrejeshia kakake mapigo. Astaghfirullah. Mwogope Mungu we mtoto. Lini mimi mbona na chati na wanawake ovyo ovyo? Kwanza mimi nachagua kabisa marafiki kwenye mitandao ya kijamii. Sio tu kuwa nakubali urafiki wa kila mtu. Ukiona mtu ni rafiki yangu kwenye mtandao, basi ujue mimi najuana naye kikweli kweli. Sina huo muda kuzungumza na watu ama kutuma ujumbe ovyo. Muniri alijitetea. Kumbe hutakiwi kukubali watu ovyo eh? Basi mimi kuna watu nishawakubali. Wamenitumia maombi ya urafiki na nishawakubalia. Muna anasema huku akitazama simu yake na kumwonyesha Muniri. Salale, usifanye hivyo Muna, ni hatari. Kuna wengine wana nia mbaya, wanaweza kukurubuni. Muniri macho aliyatoa na hapo hapo akaichukua simu ya Muna na kuanza kuipekua. Arubuniwe kwani mtoto mdogo huyo? Mtu mzima na akili zake, ashamaliza kidato cha 4 na karibu atafika miaka 18. Arubuniwe wala haina hatari yoyote, labda atake mwenyewe. Samira alidakia. Hapana Samira, usimwambie mwenzako hivyo. Watu wamesomea kabisa kurubuni na kuhada wengine. Hebu tizama yale yale niliyokuambia. Huyu hapa tayari ameanza kukuuliza na kukuletea mambo ya kipuuzi. Muna na Samira walisogea karibu na Muniri na kuanza kutizama simu ya Muna. Kulikuwa na ujumbe umeingia kwenye kisanduku cha faragha kwenye mtandao wa Instagram. Hali yako mrembo. Mimi naitwa Ramadhan. Unaweza kuniita Rama. Kila mtu ananiita hivyo. Umependeza sana kwenye hiyo picha yako ya profile. Hapa nilipo sijifai kwako. Naomba nitumie picha zako nyingine nzuri nzuri ili moyo wangu upate kuburudika. Angalia picha yangu hiyo. Nimejipiga sasa hivi. Chini kulikuwa kuna picha ya kijana amepiga kwenye ufukwe wa bahari. Kavaa suruali fupi na mkufu wa shanga wenye lakti ya Afrika shingoni. Nywele zake kaziweka kwenye mtindo wa rasta na miwani kubwa nyeusi machoni. Tabasamu lake lilionyesha meno yake mazuri yaliyopangika. Lilizidisha haiba ya kijana huyo. He, makubwa haya, madogo yana nafuu. Muna alishangaa. Mara moja hii amekuwa haya. Ndo nikakwambia ujihadhari na mitandao ya kijamii. Ukiona ujumbe kama huu wa kipuuzi upuuze. Ama ni vizuri ukambloki kabisa mtu kama huyu, kwani ukianza tu mazungumzo naye unaweza kujiingiza kwenye chaka. Hapo Muna alifahamishwa jinsi ya kumbloki mtu. Aliambiwa akifanya hivyo mtu hawezi tena kumwona kwenye mtandao. Hataona chochote anachoposti, pia na hataweza kumtumia ujumbe wowote. Muna, hayo ni kweli, lakini si lazima kubloki watu. Huyu Muniri kazidi tu sasa. Mie nadhani ana wivu. Samira alijisemea ovyo ovyo. Muniri na Muna walimtupia macho Samira kwa pamoja na kisha wakatizamana. Muna moyo ulimdunda, hakujua alichokuwa kikifikiri. Muniri yeye alizubaa tu. Haraka aliondosha macho yake kwa Muna na kujifanya na shughulika na simu. Samira kajikausha kimya kama hajasema kitu. Wivu wa nini? Muna aliuliza huku akionyesha kushangazwa. Kwani ndo hujui ama unajitoa fahamu?
Samira aliuliza tena kwa mzaha ule ule. Muna, usimsikilize huyo, akili zake zote anaziacha kwenye simu. Muniri huyo hakutaka mjadala wa wivu wake kwa Muna uendelezwe. Samira aliangua kicheko. Una mpya kaka, nimekupata ndipo. Ujue mimi nakuelewa vizuri sana kuliko unavyojielewa mwenyewe, na nishakuona kabisa mtazamo wako. Wacha nimwambie Bimaza amwambie Aunti Salma mruhusu Muna kubaki nasi. Eti Muna upendi kuishi na sisi hapa? Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana. Muna alimtazama tu Samira huku akichekacheka. Alijua yote hayo ni utani, lakini kwa kweli angelipenda kuishi hapo, kwani alihisi angeliweza kupata mengi ambayo asingeweza kuyapata kwao Tulieni. Hasa alilokuwa kitamani ni elimu bora. Hapo umewaza vizuri Samira, kumbe wakati mwingine una akili. Muniri alimchokoza ndugu yake, kisha akamgeukia Muna. Muna, kweli kama utakaa hapa utafaidi sana, utaweza kwenda tuition na utapata makabrasha kibao ya masomo. Huku kuna skuli nzuri na walimu waliobobea. Sehemu za tuition pia zipo kila kipembe. Ukiyapata yote hayo, mitihani ya kidato cha 6 haitokupiga chenga, utapasi vizuri tu. Muna aliwasikiliza tu ndugu hao na hakuwa na jibu. Alijua kwamba kilichotakiwa sio jibu lake. Kama ni yeye kubaki hapo, basi uamuzi huo ulitakiwa uwe wa wazazi na sio wao watoto. Mbona usemi kitu Muna? Au papendi hapana unakumbuka kwenu? Samira alimzindua kwenye mawazo yake. Sio kama sipapendi vo. Mbona pazuri tu na kila kitu kipo sawa. Lakini kuhamia hapa, kwani ni uamuzi wangu na wenu? Hii nyumba ni ya anti na ami, sio yenu. Au vipi? Na nyumbani je? Sifikirii kama mama atakubali niondoke moja kwa moja. Atapata tabu sana, hana kumsaidia kazi. Muniri alimtazama Muna na kubaini kwamba aliyosema yote ni ya kweli. Lakini jambo la kumsaidia mamake kazi hakuliafiki, kwani alihisi kusaidia kazi za nyumbani si sababu nzito ya kumfanya mtu awache kutafuta mustakabali wake. Mambo ya baba na mama tuachesi. Mama kwanza hana tabu kabisa, anavyokupenda na kusifia mpaka mimi naona choyo. Baba wala hana habari na mtu, wamwona vile yeye yuko na shughuli zake tu. Samira aling'ang'ania utafikiri yupo bungeni akitetea hoja yake. Halafu kuhusu kumsaidia Aunti Salma kazi za muhimu, lakini kwani wewe utabaki milele kwenu kumsaidia kazi? Lazima maisha yako yaendelee kwanza. Ukimaliza kusoma skuli tu, si itabidi uende chuo? Lazima tu uondoke nyumbani, kama si leo ni kesho. Ndo wazoee tena. Sasa itakuwa zamu ya ndugu yako Zuena kushika jiko. Sawa Bi Majivu? Samira aliendeleza utani wake. Usiku ule Muna ilimchukua muda mrefu kupata usingizi. Alikuwa anafikiri kuhusu mustakabali wa maisha yake. Aliyafikiria maneno ya watoto wa anti yake Samira na Muniri. Alifikiria kuhusu kuishi hapo na wao. Aliwaza hili na aliwaza lile. Alifikiria maisha ya mji huo mpya kwake aliyokuja kutembea, na alikiri kwamba ameupenda mji huo na maisha ya hapo. Alilinganisha na kutofautisha baina ya mji huo na maisha ya watu wake na mji wao na maisha ya kwao. Kwa mtazamo wa Muna, mji wa Ahueni ulikuwa mzuri akilinganisha na kwao Tulieni. Ahueni na Tulieni zote zilizungukwa na bahari, lakini jinsi zilivyojengwa kwenye miji ilikuwa tofauti. Ahueni ukitembea mjini
Basi baadhi ya barabara zipo karibu na bahari. Unatembea na unaiona bahari. Unaona meli na boti zikiwa zimetia nanga bandarini. Nyingine zinaelea polepole na nyingine zimetulia tuli kama maji ya mtungi, kutegemea na hali ya upepo wa bahari. Wakati wa usiku basi meli hizo na boti ziking'ara kwa mataa yaliyowashwa na kuzidi kupendezesha mandhari hiyo. Miti ilipandwa pembezoni mwa barabara hizo zilizokuwa mkabala na bahari, kutoa kivuli na upepo mwanana ukiwaburudisha wanaokaa chini ya miti hiyo kutokana na joto kali la kisiwa hicho. Wakati wa jioni, jua likishapungua, unawakuta watu wamekaa pembezoni mwa barabara hizo zinazoelekea kwenye bahari, kwenye mabaraza ya saruji ama juu ya kuta za uzio wa bahari. Mmoja mmoja, wawili wawili ama kikundi, wanazungumza na kupunga upepo mwanana wa bahari. Wakati huo wa jioni basi, vijana wa kiume mashababi, damu inawachemka, huwa ni maarufu sehemu hiyo, kwani huwa wanafanya michezo mbalimbali ya kuogelea na kuzamia. Muna alistaajabishwa na ustadi wa vijana hao. Ingawa Muna aliishi pembezoni mwa bahari umri wake wote, mambo ya baharini na ya kuogelea hayakuwa akiyajua sana, kwani watoto wa kike walikuwa waruhusiwi kutoka na kwenda kuchezea bahari kama wazee walivyowaasa. Mambo yaliyofanywa na vijana hao yalipendezesha. Watu wengi walikusanyika sehemu hiyo kutizama burudani hiyo ya bure. Wengine walijipumzisha katikati ya bustani ya maua yenye nyasi za kijani tii ambazo zilikuwa marufuku kuzikanyaga. Watu walikaa pembezoni ama kwenye mabenchi. Wengine walikuja na mabusati yao kabisa na kukaa pembeni mwa bustani. Majiko ya chakula na meza za kuwekea chakula zilipangwa sehemu mbalimbali za bustani hiyo. Chakula maarufu na rahisi kununua kilikuwa Ahweni Mix. Huo ulikuwa mchanganyiko wa urojo ulioungwa kwa unga wa ngano na ukali wa limau ama ukwaju pamoja na bizari. Mixi ilitiwa kachori, badia, chipsi nyembamba za muhogo, chatne na kachumbari. Ilikolezwa zaidi na mayai ya kuchemsha pamoja na mishkaki ya nyama ya ng'ombe. Mixi hiyo ilikuwa ni kama kielelezo cha asili ya watu wa visiwa hivyo, kwani ilisheheni aina za vyakula vya asili kutoka watu mbalimbali kama vile Waarabu, Wahindi, Waafrika, Waajemi. Vyote vilikusanywa na kufanya chakula hicho kimoja kilichopewa jina la Ahweni Mix. Kila siku Muna, Samira na Munire walitoka kutembea mjini ama kumtembeza mgeni kama Samira alivyosema, na hawakuacha kujipatia Ahweni Mix. Wakiwa na pesa za kutosha, basi hushushia na juisi baridi ya mua. Basi hapo Muna alijihisi yupo mbali kabisa, dunia nyingine, sio ile dunia ya kwao Tulieni. Tulieni hakukuwa na utamaduni wa kutoka na kutembea. Hata ukitaka kutoka, basi hakukuwa na sehemu mahsusi za kutembelea, na ilikuwa nadra kuona watu barabarani wakiwa kwenye matembezi ya kujistarehesha. Hali ilikuwa tofauti kabisa Ahweni. Unapotembea barabarani ama sehemu za vivutio, basi ungekutana na watu wengi, wenyeji kwa wageni, wote wakiwa na lengo moja la kutembea na kujiburudisha roho. Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana. Wageni walikuwa watu wa makabila na mataifa mbalimbali. Wazungu kutoka kila pembe ya dunia walipatikana hapo, weupepe kama joya. Wengine wamevaa mavazi yao na wengine walijitanda kanga na mitandio ambayo ndiyo maarufu kwa wanawake wa visiwa hivyo, kwani ilikuwa ikisisitizwa wageni waheshimu mila na desturi za watu wa visiwani humo, ambamo mavazi yao ni ya stara, kila mtu na pirika zake. Wengine wakijitafutia chakula katika makulati mengi yanayouzwa hapo, kama hiyo Ahweni Mix, pweza wa kukaanga na kukausha, supu ya pweza ambayo ni moja ya hasusa pendwa visiwani humo,
ngisi, kamba wakubwa na wadogo, samaki wa kila aina, mishkaki ya kuku na nyama, shawarma, mkate mwembamba mithili ya chapati ambao ndani unawekwa vipande vipande vya nyama ya kuku au ng'ombe ambayo huwa imebanikwa na kuchomwa taratibu kwenye jiko maalumu, pamoja na saladi ya mboga mboga. Vyote vilipatikana. Ukipita sehemu hiyo lazima mate ya kutoke. Hata vyakula vya kisasa vya kigeni kama vile pizza na baga vilikuwepo. Kitu cha muhimu ni pesa yako tu. Mazingira ya hapo yalikolezwa na harufu ya chakula na moshi wake ambao huwa haukeri kabisa, kwani uliongeza ile nishai ya sehemu hiyo. Utasikia wafanyabiashara tu, karibu, njoo hapa, pata mishkaki, pata miksi, na sauti za wateja wakiuliza bei na kutoa pesa. Hata paka wa sehemu hiyo walikuwa wanene na wenye pozi. Umpe kipande cha mkate ama badia, hata kitizama kama hakijui, kisha akutizame kwa macho ya maringo hadi pale umtupie chinyango la nyama ama nofu la samaki, ndiyo mtazungumza lugha moja. Kipindi hicho cha takriban miezi 3 alichokaa Ahweni, Muna alikuwa ashatembezwa sehemu mbalimbali za mji. Ilikuwa ni bahati yake, kwani wakati huo Muniri na Samira pia walikuwa kwenye likizo. Sehemu mbalimbali zilimvutia Muna. Alikumbuka safari yao kwenda kisiwa kidogo kiitwacho kisiwa cha wapendanao. Kisiwa hicho hakikuwa mbali na mji. Waliondoka na boti dogo la mashine na walikuwa abiria kama 12. Boti liliyumbayumba huku na kule. Muna alishikilia boti barabara, moyo ukimwenda mbio. Hakuwa akitazama huku wala kule kutokana na hofu iliyomshika. Nguo zilipeperuka huku na kule. Muna na Samira walishikilia mitandio yao vizuri kuchelea isipeperushwe majini. Tizama pale, wale. Nahodha pamoja na msaidizi wake walikuwa wakionyesha watu samaki waliokuwa ndani ya maji. Baadhi ya watu waliomo kwenye boti walivalia mavazi ya kuzamia na kujitupa majini. Muna alitazama kwa mshangao. Boti liliumba huku na kule na maji kidogo yaliingia kwenye boti hilo na nguo zao zilianza kuwaganda kwa maji. Msikilizaji, usikose kufuatilia sehemu itakayofuata ya Posa za Maana. Ulikuwa nami msimulizi wako Fatia Abeid.